Yes, Arsenali 3, Brugge ama Club Brugge venye wanaita wenyewe, mimi sijui 0. Arsenal 3, Club Brugge 0. Game ilikuwaje? Wacha tuangalie. Tuanze na lineup. Majamaa, hata kama mnasema kwamba Arsenali iko na depth, hata kama mnasema ya kwamba kuna timu iko na depth, lakini kuna mchezaji fulani akikosa tu kwa timu lazima mtafeel. Hatukatai depth iko, lakini kuna wachezaji fulani wakikosa mtafeel. Nani naongelea? Declan Rice. Declan Rice. Mtu wangu. First half Club Brugge walitembeza Arsenali. Hiyo tu first half. Kwa nini? Cheki katikati. Zubimendi peke yake ndiye alijaribu. Lakini Merino na Odegaard, jamani, mimi hawakunifurahisha. Like ilikuwa tu kidogo Brugge na mpira kwa Raya. Kidogo mpira ishafika kwa Raya. Kidogo mpaka ilifika time walikuwa na possession kubwa kushinda Arsenali. Wacha tuangalie hapa statistics iko wapi ya game. Tuangalie first half. Kuna time hao jamaa walikuwa na possession kushinda Arsenal. Hiyo tu first half. Kwa nini? Hiyo midfield haikuwa fiti because Rice hakukuwa. Wacha tuendelee, tusonge mbele, tuangalie mambo inakuwa namna gani. Tuone venye game ilikuwa. Okay. Zubimendi alikuwa fiti, alipeana assist 2. Assist ya kwanza alipatia kijana ambaye anajulikana kama kijana anaitwa Madueke, akafunga. Tena akampatia pili, akafunga. Mtu wa pili wa kuongelea ni nani? David Raya. Huyu jamaa alikuwa fiti. Kuna mashoot aliokoa sana. Na kama hatukuwa na Raya, ndio maana jana watu wengi sana wali expect Arteta aweke Kepa. Hatukatai Kepa kwa sawa. Lakini Arteta alisema siwezi risk yake, siwezi. Mimi si kama Maresca, I cannot risk. Wacha tu niweke kijana wangu Raya afanye yenye atafanya, mambo iko sawa. Ndio maana tuko na clean sheet. Angalia diff. Jana aliamwaje yani? Timba kukua kabisa. Wacha tuangalie kama Timba alikuwa bench. So mbona Timba kukua kabisa? So akaamua Skelly, Inkapie, Nogard na White wacheze. For the first time Nogard anakuja kucheza kwa defense. Na alipanga diff vizuri, ikaenda vizuri mpaka ikasonga hivyo. Anyway, tukuje tuangalie mbele. Martinelli of course amefunga bao na amefunga game 5 zikifuatana. 5 consecutive matches. Amekuwa the first Arsenal player kufunga mechi 5 zikifuatana. Hiyo iko fiti sana. Kijana alifunga bao nyingine safi. Hapo mliona kama mkuona, kimbia muone. Madueke hiyo goli ya kwanza ilikuwa noma. Solo run. Yeye peke yake kwa wachezaji nini, akapeka shot nyingine wazimu, akafunga ya pili, of course header, akafunga. Alafu Gyökeres bado hajaregain. Ametoka injury, alafu kwa training akafunjika kidole. Baada ana struggle sana, lakini tuongelee kijana ambaye anajulikana kama Gabriel Jesus. Ako wapi Jesus? Gabriel aliingia dakika ngapi? Aliingia dakika 62, akacheza almost 30 minutes na alionyesha kwamba ako kwa his best. Kumbuka kwamba amekaa nje almost a year. Alicheza game moja January this year against Manchester United. After hapo ndo amerudi na alionyesha vizuri. Umeona rating yake ni 72, meaning aliperform vizuri sana. Jesus Saka of course alikam yake 2-3 eza wa kumweka White sababu ya yellow card, rating haikuwa fiti sana, but generally team ilicheza fiti. Ni ile tu guys, injury zinatumaliza. Angalia injury zetu, angalia tu injury majamaa, angalia injury. Rice of course tunajua ni ugonjwa tu. Mosquera ako nje, Gabriel ako nje, Saliba ako sawa, Doman ako na injury, Havertz ako na injury, Trossard ako na injury, Timber pia
Hakukam because alikuwa na issues kidogo hapa na pale, lakini si hata kuna injury. So next game chani wa confirmia hapa. Next game tuko na nani? Wolves Jumamosi. Alafu hiyo Jumamosi nyingine tuko na Everton. Na next game ni saa 5. Jumamosi saa 5 ya usiku na Wolves. Anyway, tutaona tu kwani iko nini. So Champions League tumemalizana nayo mwaka mpaka next year. Tuko juu ya table hivyo guys. Niambie wewe una feel aje na hii timu yetu ya Arsenal. Bye bye.